vitisho ni vingi, lakini bado tunakuamini wewe. Baba wa mbinguni, na kuita Aba asubuhi ya leo, tena na kuita Baba asubuhi ya leo, na kuita Omega, na kuita Jehova, na kuita El Shaddai, na kuita Mfalme, na kuita Mwokozi, na tena na kuita Mchungaji, na kuita Mwamba, na tena na kuita Jiwe Kuu, na kuita Muumbaji, na tena na kuita Maji ya Uzima, na kuita Kiongozi Mkuu, na kuita Jemedari na Shujaa wa vita. Tunasema asante leo tena. Asante kwa uhai, asante kwa uzima, asante kwa wiki nzima, asante kwa chakula ulichotupa wiki nzima. Hatukuaibika, hakutufedheheshwa, wala hatukuangushwa. Asante kwa mavazi uliotupa, hatukutembea tupu, na kila usafiri uliotupa, hatukutembea kwa miguu. Asante kwa kila jambo jema ulilotufanyia siku ya leo na wiki nzima, ambayo Mungu leo tumekuja hapa kukuabudu, kukusifu na kukutukuza wewe. Tunapomoka sana, tunanyenyekea sana, na tunaanguka sana chini ya miguu yako, ili jina lako Mungu lipate kuinuliwa juu 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 zaidi, kwa ajili ya utukufu wako. Utukufu wako hatugusi, wala hakuna atakayestahili kugusa, bali tunakurudishia wewe. Tunasema asante kwa namna ulivyotuhudumia siku ya leo, nasi tunarudisha heshima na utukufu na shukurani kwako, kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Pigia Yesu makofi. Makofi hayatoshi kwa Yawe. Makofi hayatoshi kwa Jehova. Haleluya. Asante sana watoto, karibuni.
Watoto hawa ni baraka, wataendelea kuwa baraka. Ni vichwa, hawatakuwa mikia, na itatokea wamekuwa mikia. Watoto hawa ni nuru, watakuwa nuru siku zote za maisha yao. Ni hodari na washindi, mashujaa, watawala, wamiliki na wenye maono makubwa. Watoto hawa watakuwa na ndoto kubwa na mamlaka ya kiungu itakuwa juu yao. Watakuwa na nguvu kama za tai na wataona mbali kama tai. Hawatarudishwa nyuma siku zote za maisha yao. Baba, ninaombea watoto hawa waliopo hapa, waliopo majumbani, walioko mashuleni, walioko vioni, waliosafiri na walioko njiani, watoto wa Wakristo, watoto wa Afrika na bara zima la Ulaya. Ninatangaza watoto hawa ni wako Mungu, watafundishwa na wewe Mungu, na amani ya watoto hawa itakuwa nyingi. Watoto hawa ni urithi wa Bwana, na uzao wa tumbo ni thawabu. Maarifa yatakuwa juu yao, hekima itakuwa juu yao, akili nyingi zitakuwa juu yao. Wamekubalika na wewe Mungu, watakubalika na wanadamu. Mwisho wao utakuwa mwema na mwisho wao utakuwa mzuri siku zote za maisha yao. Watakuwa na tabia njema, watakuwa na maadili mazuri, watafaulu katika masomo na wala hawatafeli katika masomo yao. Ni wenye vipawa na karama, ni wenye kusudi la Mungu, na amani na furaha vitaendesha maisha yao. Hawatarithi tabia za wazazi wao, hawatarithi tabia za mababu zao, hawatarithi tabia za mabibi zao, hawatarithi tabia za wajomba zao, hawatarithi tabia za mashangazi zao, wala hawatarithi tabia za ukoo wao, wala hawatarithi tabia za makabila yao, bali watarithi tabia yako Kristo, maana wameumbwa kwa sura na mfano wako, katika jina la Yesu Kristo na kwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Watoto hawa watakutumikia Mungu, ndani yao wakafanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Kwa hawa wakatokee manesi, kwa hawa wakatokee madaktari, kwa hawa wakatokee wabunge, kwa hawa wakatokee mawaziri, kwa hawa wakatokee wanajeshi, kwa hawa wakatokee maraisi, kwa hawa Bwana wakatokee wafanyabiashara wakubwa watakaomiliki vitu vikubwa, watakaomiliki makampuni makubwa katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtoto wetu hata mmoja atakayefeli katika masomo yake wala atakayefeli njiani. Hakuna mtoto wetu atakayeishia form 4 au darasa la 7 wakasema amemaliza. Wao wataenda vyuo vikuu, wao wataenda vyuo vikuu, wao wataenda vyuo vikuu katika jina la Yesu. Wao watasoma, watapata degree, watapata PhD, watapata masters, na watakuwa watu wakubwa katika jina la Yesu. Mahali ambako wazazi wao wakufika, wao watafika. Baraka ambazo wazazi wao hawakuziona, wao wataziona, na hata zile baraka ambazo wazazi wao hawakuzipata, watoto hawa watazipata. Ninakiri hivyo, na baraka za Ibrahimu, Israeli na Isaka ziambatane na watoto hawa. Imekuwa imetendeka kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Mungu awalinde watoto, awatunze, mwende madarasani kwenu salama. Mungu awape walimu wenu hekima, maarifa, namna ya kufundisha vyema katika jina la Yesu, amen. Asante sana praise, twaweza kuketi. Mungu wa mbinguni awabariki kwa kazi njema ambayo mmeifanya. Asanteni sana. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe sana.
Simama mahali ulipo, salimia wawili watatu na umwambie umekusudiwa na Mungu. Simama mahali ulipo, salimia wawili watatu na umwambie hakika wewe umekusudiwa na Mungu. Nami ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na wale wote wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao na wasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natangaza kwako umekusudiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana, asante sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Kufikia mwezi wa 8 ni ushindi. Wako wengi walitamani kuufikia, lakini wameshindwa. Si kwa sababu hawakutaka kuufikia, ila ni kwa sababu Mungu ameona vyema na Mungu amewapenda zaidi. Mungu hana makosa na wala huwa hafanyi makosa, na kazi yake huwa hailaumiwi. Siku zote anajua anachokifanya, anajua anachokitenda na anajua anachokitekeleza. Na hata katika maisha yako Mungu anajua anachokifanya, Mungu anajua alichokipanga, na Mungu pia anajua anachokitekeleza. Asubuhi ya leo nataka tu nikuombee Mungu akupe miaka ya faida na asikupe miaka ya hasara. Libarikiwe tumbo la mama mmoja aliyekuzaa wewe. Na vibarikiwe viuno vya baba mmoja aliyemtoa mtu kama wewe. Bwana Yesu asiwe sana. Mungu akupe miaka ya afya njema. Na Mungu akupe nguvu za kufanya mambo makubwa. Mungu akupe miaka ya neema na kibali. Mungu akupe miaka ya furaha na amani tele. Mungu akupe miaka ya mafanikio wewe pamoja na kizazi chako. Mungu akupe miaka ya kushangazwa kwa kusudi la Mungu. Mungu akupe miaka ya mavuno mema na wala sio mabaya. Kila ulichokitolea jasho ukale jasho yako. Na kila ulichokipanda asikivune adui yako, ukivune wewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe miaka ya kuona matunda ya maombi yako na matunda ya mahitaji yako. Mungu akupe miaka ya kushuhudia mambo makuu ya Mungu. Watoto wako wamsifu Mungu wako. Watoto wako wamshuhudie Mungu wako. Watoto wako wamuombe Mungu wako. Watoto wako wamhitaji Mungu wako. Wewe na nyumba yako mukamtumikie Mungu. Mungu akuinue na kukuheshimisha. Kila aliyekudharau leo isikukatishe tamaa. Kila aliyekuvunja moyo leo isikupotezee muda. Amini kwamba heshima inakuja, na hata kama utadharaulika leo, kesho utaheshimika. Mungu akupe miaka ya hekima, na uzee wako ujae hekima na busara tele. Kila atakayekuona katika uzee wako aseme hakika mtu huyu ni bora na alikuwa bora. Kila unywele mweupe utakaoota kwako uwe na faida. Usiitwe mtu mzima asiyekuwa na akili. Utaitwa mtu mzima aliye na busara. Utaitwa mtu mzima aliye na akili. Utaitwa mtu mzima aliye na mafanikio. Midomo yako itatoa umande wa baraka. Midomo yako haitatoa laana. Na kila atakaye kulaani atalaanika. Na kila atakaye kubariki atabarikiwa. Usiwe chini, uwe juu. Na uwe wa viwango vya juu kwa jina la Yesu. Haleluya. Mungu akupe miaka ya baraka na kuzidi na kuongezeka tele. Mungu akupe miaka ya kuona mafanikio na kustawi.
Mungu akupe miaka ya kutimiza kusudi lake katika maisha yako. Mungu akupe miaka ya ushindi dhidi ya kila changamoto. Mungu akupe miaka ya kukua kiroho na kumjua Mungu zaidi. Kila siku ukulie wokovu na kila siku ikulie imani. Kila siku mtafute Mungu na kila siku uone utukufu wa Mungu. Mungu akubariki na kukutunza, na Mungu akufanye kuwa maelfu na faida. Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukupa amani. Mungu akutie nguvu na kukutanisha na watu sahihi. Mungu akuepushe na kila watu ambao sio sahihi. Mungu akunyoshe njia na kutangulie katika wiki iliyobaki kukamilisha mwezi wa 8. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwambie jirani yako, imekuwa, pokea hiyo. Alafu mshangilie Bwana kwa makofi. Mwambie jirani yako, haitatokea mimi nimekuwa hasara. Mimi ni faida na nitaendelea kuwa faida. Mwambie jirani yako, mimi ni kichwa na haitatokea mimi nimekuwa mkia. Mimi ni mwenye nguvu, mimi ni jasiri, mimi ni hodari, mimi ni shujaa. Na mimi nakutangazia leo, wewe ni zaidi. Afu mpe 5 ya nguvu. Asante sana. Baba, libariki neno lako. Tunapokwenda kulisikia, liwe mbegu. Litumie kama chombo, wewe ukawe mnenaji mkuu. Nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Na kwa sababu umenisikia, umekwisha kutenda. Amen. Fungua pamoja nami kitabu kile cha Injili ya Luka. Injili ya Luka sura ile ya 2. Injili ya Luka sura ile ya 2. Tutaanza kusoma mstari ule wa 1 mpaka ule mstari wa 7. Injili kama ilivyoandikwa na Dr. Luka sura ile ya 2. Luka iko tu baada ya Marko. Ni kitabu cha Injili, usikitafutie Agano la Kale. Ukishampata Mathayo mwanzo kabisa hapo, alafu unakuja unamkuta Marko, alafu unakuja unamkuta Dr. Luka yuko hapo. Tutasoma kuanzia sura ile ya 1 mpaka mstari ule wa 7. Nitaomba wote tupate nafasi ya kujibidisha kusoma wakati msomaji wetu anaendelea kusoma. Sote tumefika? Amen. Basi Injili ya Luka sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka ule wa 7. Ninanukuu kama ilivyoandikwa. Ndio. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo iliyokuwa ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Ndio. Watu wote wakaenda wakiandikwa kila mtu mjini kwao. Ndio. 4. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia,
akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba za wageni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukajiuliza kwamba tuko mwezi wa 8 na mwezi wa 8 si mwezi kabisa wa andiko hili. Maandiko kama haya husomwa sana nyakati za Christmas, watumishi wakiangalia namna ambavyo Yesu alizaliwa, watumishi wakiangalia namna ambavyo safari ilivyokuwa. Lakini asubuhi ya leo ninataka kuzungumza na wewe ujumbe huu, kwa sababu ni ujumbe ambao Mungu ametaka tuupokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Yusufu na Mariamu walikwenda Bethlehem kwa ajili ya kuandikishwa katika sensa. Na sisi huwa tuna sensa yetu, siete? Na ile huwa inafanyika kila baada ya miaka mingapi nchini kwetu? 15. Biblia inasema walikwenda Bethlehem kwa ajili ya sensa, kama vile alivyokuwa ameamuru Kaisari Augusto, kwamba watu wote wahesabiwe. Na tunaona Luka anasema katika ile injili yake, Mariamu pamoja na Yusufu walifunga safari kwa ajili ya kuelekea Bethlehem. Na kule walikokwenda, Mariamu hakuwa kwenye lengo la kuhesabiwa. Aliyekuwa kwenye lengo la kuhesabiwa alikuwa ni Yusufu. Kwa sababu alikuwa ametoka Uyahudi na alikuwa ametoka katika ukoo wa Daudi. Biblia inasema Mariamu alikwenda na Yusufu kwa sababu tayari alikuwa mke mtarajiwa. Na katika mila zetu za Afrika, hata mke akishaolewa ndio amekuwa mali halisi, utawala halali wa mume, na hata akifa anaenda kuzikwa kwao na mume, au atakapokuwa amekusudia mume, labda kuwe kuna kule kuachana. Si ndivyo hivyo ilivyo? Kwa hiyo ukijifanya mimi naondoka naenda kwetu, afu likakutokea la kukutokea huko kwenu unakokwenda, mume ndo atatoa taarifa, mzikeni huku au leteni huku, au sio wewe, lakini hautakufa kwa jina la Yesu. Natolea mfano. Ni amri, sio kwa Yusufu tu, ipo mpaka leo katika mila zetu, tamaduni zetu, na zinaheshimiwa sana. Mariamu ameenda na Yusufu, wamefika Bethlehem. Walivyofika kule, ghafla Mariamu anapata hali ya kujifungua tofauti na matarajio. Walienda kwenye sensa, wanakutana na jambo jingine kwa ghafla. Mwandishi anatuambia katika hali ile walipofika kule, wakatafuta mahali ambako mama angeweza kupumzika na kuweza kujifungulia mtoto wake.
lakini nafasi hiyo haikupatikana. Hoteli zilijaa, gesti zikajaa, na hata zile zinazoitwa guest bubu zilijaa. Manake hoteli kubwa, hoteli ndogo na kila aina ya hoteli ilijaa, kwa sababu watu walikuwa wengi na mwitikio ulikuwa mkubwa. Wakatafuta mahali ambako Mariamu angeweza kujifungulia mtoto wake, lakini Biblia inasema wakashindwa kupata mahali pazuri pa kumhifadhi Mariamu. Na mwandishi anasema katika kutafuta na kuhangaika wakapata hori la kulia ng'ombe. Imagine umetoka nyumbani kwako, umeacha kitanda chako kizuri, umeacha nyumba yako nzuri, unaenda kufika mahali ambako ni zizi la ng'ombe, mahali ambako ng'ombe wanaketi, wanalala, wanakula, wanaishi hapo. Haikuwa kitu rahisi, haikuwa kitu chepesi kwa Mariamu na kwa Yusufu. Na Yusufu ashukuru kwa sababu ni Mariamu wa miaka ile. Mariamu wa miaka hii ndo ilikuwa inaishia pale. Hao watoto 2000 ndo ilikuwa inaishia pale. Lakini ilishukuriwa jina la Bwana. Alikuwa Mariamu wa miaka hiyo. Akakubali, akatii, akaambiwa sasa hakuna namna. Kwa Mariamu wa miaka hii angesema ni heri unipeleke hata pale chini ya mti, lakini sio pale kwenye zizi la ng'ombe. Siko tayari, kwa sababu mimi hii safari sikuwa nimeipanga, wewe ndio ulikuwa umeipanga. Sasa unaona kilichotokea, na alikuwa ni mchumba, ndio uchumba ulikuwa unaishia pale. Lakini kwa sababu tu kuna kitu ambacho Mungu alikuwa amekusudia, ilibidi mazingira yale yatumike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazingira yale yatumike. Mariamu hayakubali, Mariamu hayapokee, na Mariamu hayapende. Na ndio maana asubuhi ya leo nataka kuzungumza na wewe ujumbe unaosema lipo kusudi mahali pasipoonekana. Lipo kusudi mahali pasipoonekana. Mpendwa mtoto wa Mungu, wewe unaweza kuwa una mipango yako, na yamkini umeiweka kwenye kalenda yako. Wewe unaweza kuwa na maono yako, na yamkini umeandika kwenye diary yako. Wewe unaweza kuwa na ndoto yako unayoiona, unayoitarajia, unayofikiria kwamba ndivyo itakavyokuwa, na ukaipanga vizuri na ukaiandaa vizuri, na picha halisi ukaiona kwamba iko wazi, hapa ndipo ninapotaka kwenda. Nataka ninunue uwanja, nataka nijenge nyumba, na ninapotaka kujenga nyumba
na ninapotaka kununua uwanja ni eneo fulani. Nataka kuwa na fedha kiasi fulani, na ninataka kila nitakachokifanya kionekane, kijulikane, kitambulike na watu wajue nimefanya kitu. Asubuhi ya leo napenda kukwambia lipo kusudi mahali pasipoonekana. Si kila kitu ulichopanga kitakuwa kama wewe umepanga. Si kila kitu ulichokiandaa kitakuwa kama ulivyokiandaa. Na si kila kitu ulichokikusudia kitakuwa kama utakavyokikusudia. Si kila kitu ulichokitarajia kitakuwa kama ulivyokitarajia kwa mapenzi yako. Kwa nini? Kwa sababu hatuishi katika mipango yetu. Tunaishi katika mipango ya yule aliyetuamlia kuishi hiyo mipango. Mipango yako inaonekana. Mipango yako inatambulika. Lakini kuna anayeiona zaidi yako. Kuna anayejua zaidi yako. Kuna ambaye anajua wapi itafika, wapi itakwama, wapi itafunguliwa, wapi itaendelea, wapi haitaendelea. Na huyo ni nani? Ni Mungu. Asubuhi ya leo nataka nikwambie tu kwamba maisha yako hayako wazi sana kwako kama vile alivyo wazi kwa Mungu. Na hata ukiyatafuta maisha yako yawe wazi sana kwako, kuna mahali Mungu atayaficha. Kwa sababu kama atayaweka wazi sana, ukayajua na wengine wakayajua, hayatafika mbali. Kwa hivyo kuna vitu inabidi Mungu avifiche kwenye maisha yako kwa kusudi, ili vitakapokuja kutokea vimpelekee Mungu utukufu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama Mungu angemwambia Yusufu, kama Mungu angemwambia Mariamu, munaenda huko Bethlehem, lakini mtakapofika huko kuna uchungu utatokea. Na ule uchungu utakapotokea utaenda kuzalia kwenye holi la ng'ombe. Nakwambia angemwambia Yusufu, wewe tangulia, mimi naenda kwa Mariamu Magdalena, naenda kujifungulia huko. Lakini sio kwenye nyasi. Ni nani ajuaye mwisho wa maisha yake? Ni nani ajuaye safari ya hatima yake? Sisi wote ni fumbo. Ni nani ajuaye siku ya kufa kwake? Ni nani ajuaye siku ya ugonjwa wake? Ni nani ajuaye siku ya ajali? Sisi sote ni fumbo. Lakini fumbo hilo ambalo Mungu ametufumbia, yeye analiona, yeye analijua, yeye analitambua, lakini limefichwa katika uwezo wake. Maisha yako yamefichwa ndani ya uwezo wa Mungu. Hatima yako imefichwa ndani ya uwezo wa Mungu. Na kama imefichwa ndani ya uwezo wa Mungu, muratibu, muasisi wa maisha hayo ni Mungu. Hata kama dayari yako imejaa maisha yako, ya Mungu imejaa maisha yako zaidi ya kwako. Mariamu angemwambia Yusufu, tangulia. Nilikuwa na tafakari juzi wakati Mungu amenipa ili andiko Ijumaa, nikawa namwambia Mungu, mbona wakati Yusufu anataka kumwacha Mariamu, malaika alimtokea.
Mbona wakati Mariamu alipotaka kuchukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, malaika alimtokea? Kwa nini wakati anaenda kuzalia kwenye holi la ng'ombe, malaika asingemtokea? Akamwambia, huko unakokwenda hakuna mahali pa kujifungulia, sitisha safari. Ni mara ngapi Mungu atuambii tunakotakiwa kwenda kukwama? Ni mara ngapi Mungu atuambii hata vita tunayoenda kuipitia? Ni mara ngapi Mungu anapotukutanisha na watesi wetu na tusijue kama ni watesi wetu, baadaye wanakuja kugeuka kuwa watesi wetu? Ni mara ngapi Mungu hutuficha? Kwa nini Mungu hutuficha? Kwa sababu kama Mungu atakuonyesha mapema, hutoweza kustahimili mapema. Musa anatoka kwenye jumba la kifalme. Nani alimwambia Musa kwamba atakaa jangwani? Na laiti Musa angejua anaenda jangwani, angekimbilia hata kwa ndugu yake yoyote pale Misri, akaenda kujificha kwa ndugu yake. Kwani sasa alikuwa na ndugu zake pale? Lakini huyo akatoka akaenda jangwani, hata anakokwenda hakujui. Akiwa kule kwenye jangwa ndio Mungu anamtokea. Sikiliza, kuna mahali inawezekana upo unapita, unasema mbona hata sisikii taarifa ya Mungu? Kuna vitu amevificha, mpaka upite hapo, ukivuka utasikia sauti yake. Kwani malaika walishuka wakushuka? Walitoa habari njema kwa wachungaji hawakutoa? Nyota ilionekana haikuonekana? Mamajusi waliona hawakuiona? Tulia. Mwambie jirani yako, tulia. Tulia. Lipo kusudi mahali pasipoonekana. Holi la ng'ombe alikuwa limeonekana kwamba lile itakuwa zizi, ndio holi la ng'ombe la kwenda kujifungulia. Lakini walilitafuta likaonekana. Tukio likafanyika. Baada ya tukio ndio malaika wanashuka. Mlikuwa wapi? Na waleteeni habari njema, Mwokozi amezaliwa. Kuna vitu ili vizaliwe kwenye maisha yako, lazima Mungu akufiche kwanza. Na atakapokuficha sio mahali pazuri. Na atakapokuficha sio mahali pa heshima. Na atakapokuficha sio mahali pa kuthaminiwa, ni mahali pa aibu. Mwambie jirani yako, ipokee hata kama ni chungu. Chochote unachokipitia sasa, lipo kusudi, ipo sababu, na anakuficha kwenye hilo. Na ukijua kwamba anakuficha, ni namna ambavyo uonekani katika hilo. Una pito lako, lakini kila anayekuangalia anahisi kama una milioni 40. Mwambie jirani yako, wewe uoni? Unanawili, unapendeza, utukufu wa Mungu unakufunika. Kwa nini? Kwa sababu lipo kusudi mahali pasipoonekana. Ni wewe tu unajua kapito kako. Ukiingia ndani unaanza kuimba, haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana. Ila akakapito hata siyo kataisha. Haleluya. Laiti wangejua kuna wakati upate hata usingizi. Unapaaga. Unajiuliza, hili nitalivuka lini? Biblia inasema mamajusi wakaenda kwenye nyumba ya Herode, wanamuuliza, mfalme amezaliwa hapa. Nilikuwa namuuliza Mungu, kwa nini basi usingemwambia Mariamu na Yusufu, hebu piteni kwanza kwa mfalme kidogo, alafu huyo mtoto akazaliwa. Wewe unafikiri angezaliwa pale, Herode angemwacha salama? Kuna vitu unatamani vizaliwe ghafla, lakini Mungu anajua vikizaliwa ghafla havitakuwa salama. Na yeye anajua mahali sahihi pa kuzaliwa hivyo vitu, hata kama ni mahali pasipoonekana.
hata kama ni mahali pasipokuwa na muonekano, hata kama ni mahali pa aibu, hata kama ni mahali pasipokuwa na heshima, hata kama kuna mahali pasipokuwa na hadhi, subiri hapo hapo. Usiangalie yale unayoyaona, angalia kile Mungu alichokupangia katika hayo mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariamu anafika pale. Mariamu anajifungua. Malaika wanapeana taarifa huko. Wachungaji wanakuja, wanamshangaa mtoto kwamba jamani, mtoto anawezaje kuzaliwa kwenye haya maisha? Sasa hivi angekuwa anazaliwa labda uko Sepia, wapi, Mwimbiri, alafu ule anaitwa mfalme. Mamajusi wanakwenda wanamwambia mfalme amezaliwa. Mfalme anazaliwa kwenye holi la ng'ombe. Ila Mungu naye, I salute you Lord. Mfalme anazaliwa kwenye holi la ng'ombe. Mungu katika mwili. Mungu katika mwili. Mtarajiwa, mfalme wa Wayahudi. Pilato anamwambia, je, wewe ndiyo mfalme? Anaambia, ndo ushasema hivyo. Mimi sitaji hata kujieleza. Wewe mwenyewe ulishafunuliwa. Roho na nyama vishakumuna. Lakini hakuna aliyejua siri ya kuzaliwa kwake. Mamajusi hata walikotokea hawakujua siri. Waliojua siri ni wale wachunga ng'ombe, mwenye holi lake pale la ng'ombe, pamoja na ng'ombe wenyewe. Baba, mama, mtoto wakajua hiyo siri. Maana pale alijua anakozaliwa. Alijua, si Mungu? Akazaliwa mle. Ili kusudi liweze kuzaliwa, lazima lifichwe. Ili kusudi liweze kuzaliwa, lazima lifichwe. Ili kusudi lako liweze kuzaliwa, lazima lifichwe. Na watu wachache ndio wanafaa kuliona. Bwana asifiwe. Kama una vita na unajua maisha yangu ni ya vita, usiwe tangazo kwa kila mtu. Kwa nini? Kwa sababu ya vita yako. Usione jamani, huyu kanunua kiwanja ameposti. Huyu ameanza msingi wa nyumba ameposti. Huyu amevaa nguo fulani ameposti. Huyu amenunua nguo fulani ameposti. Huyu amenunua kiatu kizuri ameposti. Huyu amevaa cheni nzuri ameposti. Huyu amenunua hereni nzuri ameposti. Huyu amevaa pete nzuri ameposti. Huyu amepaka rangi ya kucha fulani ameposti. Huyu amepata kazi nzuri ameposti. Huyu amepata biashara nzuri ameposti. Huyu amepata kila kitu ameposti. Sikiliza, wewe sio yule. Na vita yako haifanani na yule. Wewe kajijaribisha alafu uone kitakacho kukuta. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana mfumo wa kusudi lake. Na Mungu anamfichia kila mtu mfumo wa kusudi lake. Mwambie jirani yako, sifanani na wewe na sitakuwa wewe. Kusudi langu sio lako. Kila mtu afanye ya kwake. Shogangu, mbona hujaposti? Mwambie nasubiri. Maana vyangu havipostiwagi mpaka viombewe. Unaweza kaviposti vikafungiwa ghafla. Mbona umeposti lakini hajafungiwa? Wewe umeposti ukafungiwa. Haifanani vita. Yule ni mfalme, lakini anazaliwa mahali pa kudharaulika. Haijalishi utaitwa Mkristo alafu ishi maisha kudharaulika. Sikiliza, hata kama utaishi maisha kudharaulika, bado kuna kusudi la kudharaulika kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Jambo la pili, kila mahali palipokusudiwa huwa panahifadhiwa. Kila mahali palipokusudiwa huwa panahifadhiwa. Unapoona maisha yako yanahifadhiwa na Mungu, umepita kwenye ajali nyingi, Mungu amekuhifadhi. Umepita kwenye mapito mengi, Mungu amekuhifadhi. Umepita kwenye changamoto nyingi, Mungu amekuhifadhi. Umepita kwenye faida nyingi, Mungu amekuhifadhi. Umepita kwa vitu vigumu vingi, Mungu amekuhifadhi. Umepita kwenye magonjwa, lakini bado Mungu anakuhifadhi. Umepita kwenye mitikisiko ya familia, lakini bado Mungu amekuhifadhi. Sikiliza, hakuhifadhi kwa bure. Kwa sababu Mungu anaga muda wa kupoteza na muda wa kuwekeza. Kila anapokuhifadhi, anakuhifadhi kwa makusudi. Na anajua lile kusudi ipo siku litafanya kazi na litaonekana hata kama alionekana. Usitamani kuonekana na kila unayetaka akuone. Tamani kuonekana kwanza na Mungu anayetaka kukuona, alafu Mungu atakupeleka kwa kila anayetaka akuone. Anaijua leo yetu kuliko jana yetu. Anaijua kesho yetu kuliko leo yetu. Tulia katika mpango wa Mungu, na hata mpango wa Mungu hata siku moja uwe hasara, ni faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alijua na alielewa, na akaambia nenda pale, mtoto atazaliwa. Kusudi lilizaliwa, na hata lako litazaliwa, hata kama lina upinzani, hata kama linakutana na changamoto vipi, lakini litazaliwa. Mithali sura ile ya 16 mstari ule wa 9. Mithali sura ile ya 16 mstari wa 9, Biblia inasema moyo wa mtu ufikiri njia yake, bali Bwana uziongoza hatua zake. Ruhusu hatua zako ziongozwe na Bwana. Ruhusu maisha yako yaongozwe na Bwana. Yakiongozwa na Bwana, utaona mstakabali wa maisha yako unavyosonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la tatu, mahali pasipoheshimika panaweza kuwa kusudi lako. Mahali pasipoheshimika panaweza kuwa kusudi lako. Sikiliza. Heshima haipimwi kwa muonekano wa vitu vinavyoonekana, bali kwa kile Mungu anachokiona. Tunaona vingi, tunafikiri vingi, na tukitembea tukijiona tuna heshima, tunasema basi hivi tunavyoheshimika na wanadamu, basi na kule Mungu ndivyo anavyoheshimu. Sikiliza, sio wote wanaoheshimika na wanadamu kule watakuja kuheshimika na Mungu. Wengine wataheshimika na wanadamu na jehanamu inawasubiri. Na wao wanaonekana kama ni kasamaki tu, kasamaki kamoja kanaitwa kasamaki kani ni kale kakambare. Si ndio visamaki vinavyovuliwa kwenye nani? Mito Nipe kisamaki kingine kisichokuwa na makibua. Vinauzwa shingapi vile visamaki? Amlagi samaki? Kuna visamaki fulani ukivikaanga buku fungu, yani buku. Kuna vidagaa fulani hivi. Kuna mahali tulienda tulivila. Katibu anaelewa, Antoinette alikuwa hapa anaelewa. Si maziku naye. Kuna mtu anaelewa. Bwana tulivila vile visamaki unasikia tu kacha. Vile. Kuna mtu labda anakuona kama daga mchele. Mwache akuone hivyo hivyo. Lakini wewe sio daga mchele. Leo unaonekana kama daga mchele. Kila mtu anakuona tu ni buku tu.
muonekano wako unaonekana bukubuku tu. Sikiliza, hata Yesu kuna mahali hakupewa heshima. Na kati aliyozarauliwa yule, jamani, alavuliwa nguo inapigiwa kura. Wewe uliwahi kuvuliwa nguo na mtu wewe? Isipokuwa mama yako tu. Na ulifika wakati mama yako akwambia, nimekuwekea maji bafuni, njoo nikusugua mgombe. Mama, nimekuwa. Toka nje, mimi niendelee na safari ya kuoga. Si wewe. Mwambie jirani yako, si wewe. Leo katoto kana miaka 7, kaambia kaingize huko ndani tukasugue. Na vya naume ndio vimezidi. Tutoto akiwe kana miaka 7. Siku moja katoto kaasafu, kale kadogo tu. Kale kajamaa kana miaka mingapi? Sio 4. Kalikuja pipi. Bibi, kasema nataka kwenda chooni. Kaambia sawa, nikakavuta kaambia, haya. Malizia haja yako. Akasema, watu wataniona. Kasema, miaka mingapi? Nikakapeleka choo. Kasema, choo kiko kule bibi, choo anakijua. Huyo ni hapa. Anaambia, kaa hapo nisubiri. Kasema, haya nakusubiri. Kamemaliza, nikwambia nije kukusaidia. Anasema, hamna, naweza. Kamaliza, nasikia na flash. Ametoka nje. Nikuvalisha kaptula. Nishavaa bibi. Akasikana miaka 4 kanaanza kutusumbua. Yesu alidharauliwa. Nguo, vazi lake lilipigiwa kura. Hakupewa heshima, lakini alibeba kusudi. Hakupewa uwezo, hakupewa ufalme wake wa duniani, hakupewa mamlaka yake, wala hakuja kutawala nchi yoyote, lakini alibeba kusudi. Na lile kusudi limenifikisha mimi, limekufikisha wewe hapo ulipo leo. Kusudi lako limefichwa, lakini litakapotokea, litakapozaliwa, litaheshimika. Subiri, ni swala la wakati. Mungu anajua kwa nini amelificha sasa. Anaelewa, ana akili kuliko unavyofikiri. Mwaka juzi kuna mtu aliniambia, pasta, nataka kuanzisha biashara fulani kwa sababu hii hela nikiendelea kuiweka nitaimaliza. Kila nikiomba namwambia, mbona kama sisikii msukumo wewe kufanya biashara? Subiri. Akasema, nishaiweka sana. Nikamwambia, ichukue mahali, iwekeze mahali, itaendelea kuzalisha. Akasema, pasta bwana, acha nimwamini Mungu. Akamwamini Mungu. Milioni 20. Akatengeneza frame yake, akaenda China, akanunua bidhaa yake, akapanga, akaanza kuitangaza. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3 ikatokea shoti ya umeme, vitu vyote vikaungulia ndani. 20 million, vitu vyote vikaungulia ndani. Siku hiyo anapiga na simu, anasema, pasta, nina sumu hapa, nataka kujiua. Wewe unataka kujiua? Si juzi biashara yako umefungua, nataka kujua kuna nini tena? Kuna kukorofishwa kwa mahusiano, kuna nini? Anasema, duka langu limeungua moto, bidhaa zote zimeungulia ndani. Nikamuuliza swali, unasemaje? Akasema, ndio, hivi ninavyokuambia, hakuna hata kitu ni majivu. Nikamwambia, pole, naomba urudi kwenye toba, umwambie Mungu nisamee, kwa sababu nilishindwa kusikia. Yamkini hili ndilo ulikuwa unazuia lisitokee. Naomba unisamee. Akasema, situbu, mimi nakunywa sumu na kufa. Nikamwambia, kufa? Ukisha kufa kule kuna atakayeipokea roho yako. Nami nikija kukuzika, sitasema ulale mahali pema peponi. Kufa, na wakati wa kufa unipigie simu, ndo nakufa hivi. Baadaye nikakaa nikasema, hili litakufa kweli, ngoja niende. Ila nyinyi mnatuwekanga wakati mgumu nyinyi. Nikachukua gari, washa, kampigia bishop, naenda mahali fulani. Akasema, ndo naenda kuibariki ile duka. Nikasema, niibariki?
ishaungua, ni majivu. Na alifanya siri, akafungua. Mimi naona tu anafungua, anafanya. Wewe umefungua duka? Mama, nimefungua. Subiri, wakati utafika nitakuita. Nikatula subiri. Kumbe shetani anasema subiri na mimi. Kufika pale, nagonga mlango. Dada ananifungulia. Mama yuko wapi? Yuko chumbani kwake. Ametoka toka asubuhi. Hajatoka. Nikamwambia umemgongea? Sasa sijamgongeza. Na wewe naye paka muda hujamgongea. Ndio anashuka. Kuna nini mchungaji? Nikakimbia mbio. Gonga mlango. Nikaanza kuita. Fulani, fulani. Akasema, umefika. Nikamwambia, kumbe haujafa, nifungulie mlango. Nimefungua, nimekuta amesweat. Jasho linamtoka. Hana nguvu. Nikamwambia, ushakunywa sumu? Hapana. Sasa mbona hujanywa? Nilikuwa na tubu kwanza. Nikamwambia, kipindi kile ulisema hutatubu. Ingia kwenye gari twende. Twende wapi? Twende kule dukani. Siendi, ikifika kule nitapata pressure. Nikamwambia, twende tu dukani. Tukaenda pale. Tukaomba toba. Karudi nyumbani. Nikamwambia usife, usijue. Nikamcancel. Nikamwambia dada, huyu mtu kuanzia sasa. Kampigia ndugu yake mwingine, wao wanakuja pana lalala naye, wanamtia moyo na nini, na mimi nikawa namwatendi hivyo. Wakati anaenda China na wapi, sikumwatendi. Sasa naanza kumwatendi pale. Baada kama ya mwezi, Mungu alichomfanyia, wakaja watu kupima pale kuta hitilafu ya umeme. Ilitokea wakati umeme unakatika ghafla. Watu wa TANESCO wakasema wanalipa fidia. Pigia Yesu makofi. Wakamlipa milioni 23. Alivyoipokea hela akasema sitafanya biashara yote hii, hela hii ikae hapa mpaka nisikie. Mpaka nisikie. Sasa ilikuwa kila siku, umesikia? Kwambia sijasikia, tulia kwanza. Baadaye ndio Mungu anakuja kusema, kwanza hiyo biashara ulioifanya, nilishakwambia usifanye hiyo biashara. Ukifanya hiyo biashara itakupoteza. Itakupeleka huku na kule, huku na kule, huku na kule. Exactly. Na akasema kuna mtu wakati imeenda China nilikutana naye akaniunganishia biashara fulani. Akamwambia sasa biashara utakaoifanya, fanya biashara hii. Akatii. Sasa hivi anapiki kwenye milioni 80 na Mungu amempaisha. Mungu anapoficha kitu, usifanye haraka kukifichua. Anasubiri wakati ufike. Hata kama hauna manemane, subiri. Hata kama hauna dhahabu, subiri. Hata kama hauna uvumba, subiri. Kwani Yesu na Mariamu na Yusufu walijua uvumba utakuja? Walijua manemane itakuja? Na shangaa hata wale mamajusi walivyoingia pale, walisema to mfalme huu. Ndo tunaambiwa nyota imewaka hapa. Zawadi. Jamani, asanteni. Tunageuza. Wanaenda wakamwambia kutana na malaika, mulichokifanya pale, ongozeni, rudini mlikotoka. Msirudi kwa Herode. Mahali pasipokuwa na heshima, manemane ikawepo. Mahali pasipokuwa na heshima, dhahabu ikawepo. Mahali pasipokuwa na heshima, tunu zote za dhahabu na vitu vyote vya thamani vikawepo. Sikiliza, hapo ulipo, Mungu ataanza kukuletea kimoja baada ya kingine. Kimoja baada ya kingine. Ataanza kukuinua hatua moja kwenda hatua nyingine. Subiri. Usiwe ni mtu wa kulalamika kwa sababu kuna kitu nikikosa kimoja tu. Nimekosa chumba. Sasa nimesema kama utajifungulia barabara, fungua. Mimi nakwambia kuna mahali Yusufu tu alimtafuta yule malaika aliyempa zile taarifa, hakumuona. Mungu anapotaka kuficha vitu vyake, huwa anakaaga kimya. Hata kuambia kila kitu. Siku atakapozalisha ndio utasema haya, utapiga makofi utabaki kumshanga. Kuna mtu naongea naye hapa? Kuna mtu nazungumza naye hapa? Kama unanielewa nipungie mkono namna hii.
Mwisho, jambo la mwisho, Mungu anaweza kuficha kusudi mahali pasipovutia. Mungu anaweza kuficha kusudi mahali pasipovutia. Hori la ng'ombe halikuwa linavutia kwa macho. Hapana. Na yamkini unachokifanya leo hakivutii kwa macho. Na yamkini unachokifanya leo hakivutii kwa macho, lakini kinaweza kuwa cha thamani mbele za Mungu. Kwa hiyo kuvutia kwa macho kusikushawishi, kusikujaribu. Liulize kusudi la Mungu ndani ya kinachovutia. Ulize mpango wa Mungu ndani ya kinachovutia. Maana si kila kivutiacho ni halisi. Nilikutana na kaka mmoja hivi mwaka jana. Akaniambia, mama, nimempenda huyu binti kufa, kupona na kuzikana. Na ndani ya miezi mitatu nimepanga kumuoa. Nikasema, umeshamjua? Akasema, nishamjua. Na familia yake nishaijua. Sisi tukishaambiwa nimeshamjua, tuna maswali tena? Nikasema, haina shida. Umemuomba Mungu? Akasema, Mungu hana tatizo. Nikasema, nasubiri harusi. Umeshampeleka nyumbani ukamtambulishe? Hilo halina shida, wazazi wangu hawezi kumkataa. Nikaambia sawa. Baada kama wiki kadhaa akaniambia wazazi wangu wamemkubali. Sawa. Wakaenda kwa mchungaji. Mchungaji akamwambia, kabla ya yote nataka uhakiki wa vipimo. Kuoana hapa kwangu ni marufuku mpaka vipimo viletwe. Wakaenda hospitali kupima hivi. Dokta anamwambia, samahani kaka, njoo mara moja. Kaingia ofisini. Yule ni mchumba wako umeshatoa mahari? Siku nyingi. Akaambia, ina shida. Wewe umeshahakiki afya yako? Akasema, mimi sina shida. Na yeye vipi, umeshamuuliza? Akasema, huyo hana tatizo kabisa. Wewe unamuonaje? Akaambia, sasa kaka, una moyo mkuu? Akasema, hilo halina tatizo, wewe niambie tu. Vipi? Akaambia majibu haya, huyu dada ni positive. Unasemaje? Akasema, muonekano wake hautuambii kwamba ni positive, lakini damu yake inatudhihirishia. Akasema, ina shida, naoa hivyo hivyo, wewe usinichanganye mimi. Akachukua ile majibu akamwachia dokta huyo. Akamchukua mchumba wake, hata hajamwambia chochote. Akaenda. Vikao vya harusi vikaanza. Harusi. Sikwenda kwenye harusi. Honeymoon. Tena honeymoon walienda Zanzibar. Wiki moja. Kaka alikuwa na cha kutumaini. Hakuwa na damu ya Yesu, alikuwa na cha kutumaini. Nikisema hivyo mna nielewa. Wakaenda Zanzibar, wakarudi. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, dada akamwaga mume wake, samahani, mimi naondoka kidogo, naenda kwenye biashara, taka wiki hizi alafu nitarudi. Kaenda kwenye biashara. Akiulizwa, mke wako yuko wapi? Asema amesafiri, ameenda kwenye biashara zake. Baada ya wiki mbili akarudi. Amerudi, akarudi na mtu mwingine. Amefika na ule mtu, kufika pale anamtambulisha yule mume, anamwambia, unamwona huyu ndo houseboy wangu. Wanaume mpo? Mbona mjibu?
Mpo? Basi. Ujumbe wangu ni huu. Si kila unachokiona kinavutia, ndani kuna kusudi. Vingi vinavyodharaulika ndivyo vimebeba kusudi. Na kule kijijini walikuwa shamtafutia mchumba, akamkataa. Yule jamaa akaja akasema, unasemaje? Mimi ni houseboy wako? Houseboy na vaga pete? Akamwambia, kwanza ile kazi niliyokuachia umeimaliza? Kaingia na tajiri wake, kaingia ndani, kafunga virago vyake, kamwambia, aisee, hizi begi zisipeleke kijijini, kesho uzisafirishe, uzipeleke kule kwa mama. Amenipigia simu mama yako, mpelekee hizi begi. Mwanaume kwenda kuangalia kule alikokuwa, sema, kabla kwenda huku naenda kuangalia hati ya nyumba yangu. Hakuna hati ya nyumba wala hakuna hati ya chumba, vyote vimeshakamatwa. Kaka alikuwa kama amechanganikiwa akili. Kaka alirudishwa nyumbani na ugonjwa juu. Ukimweleza kitu chochote kuhusu kuoa, anakuangalia kwanza hivi kama zimemtoka, lakini kumbe anazo. Kuna wakati ni kama shoti ya umeme inampita kichwani, afu tena ina balance. Yamkini ulichobeba kinaonekana hakivutii, lakini maadamu kina kusudi kitavutia tu. Yamkini ulichobeba kinadharaulika, kiache kudharaulika, kiache kidharaulike. Maadamu kina kusudi kitaheshimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yamkini unaonekana umechoka, lakini Mungu anakuona ni mwenye nguvu. Uhitaji kujikatia tamaa, uhitaji kuvunjika moyo. Yamkini unaona ulichokifanya na unachokifanya ni kitu kidogo na hakina thamani, lakini napenda kukwambia hicho kidogo, maadamu kina kusudi, kina thamani. Zakaria 4:10 inasema, maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Usidharau siku ya mwanzo wako mdogo, na usidharau chochote unachokiona kidogo. Kiheshimu, kithamini, kipende, maana kimebeba kusudi. Na maadamu kimebeba kusudi, basi kitafika mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitafika mbali. Mahali pasipoonekana ndipo penye kusudi. Usipoteze matumaini, hata kama uonekane, hata kama vyako havionekani, hata kama vyako havitambuliki, hata kama umepigana na umepambana vionekane na vitambuliki, hata kama unataka watu wavijue, subiri. Utambulisho wa Mungu ni bora kuliko utambulisho wako. Acha Mungu akufiche, sababu anapokuficha anakuandaa. Ukitoka hapo utakuwa mtu mwingine. Mapito hata kama yamekuchosha, yaache ya kuchosha, kwa sababu ipo siku yataandaa ushuhuda wako. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Kila unachokikutana na kila unachokutana nacho, usikipigie kelele. Bwana asifiwe. Na kila hata kama atakukataa mtu, usigombane na aliyekukataa. Usigombane na anayekuchukia. Pata tu nafasi umuulize Mungu,
kama umeruhusu hili, una kusudi gani katika hili umeliruhusu? Na Mungu atakwambia kwa nini ameruhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakwambia kwa nini umeruhusu. Ameruhusu. Wewe ni shujaa, wewe ni jasiri, na wewe ni hodari sana. Yamkini uko mahali hapa, kuna vitu vigumu sana unavipitia kwenye maisha yako, vimekuvunja moyo, vimekudharaulisha, vimekupotezea heshima na mustakabali wa maisha yako. Yaani hata mtu akikuangalia ni kama haoni thamani yako tena, na wewe mwenyewe huna hata nguvu ya kujieleza mbele za mtu, kwa sababu ya vile ulivyo na kwa sababu ya vile maisha yalivyokuandaa na maisha yalivyokutengeneza. Nyosha mkono wako tu hivi juu, nitaomba na wewe. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako asubuhi ya leo, mchana wa leo na siku ya leo. Nimelisikia neno lako, nimelipokea, nimelihifadhi, nimelitafakari, na ninaamini kwamba lipo kusudi mahali pasipoonekana. Chochote kisichoonekana kwangu, najua unajua, najua unaona, najua unatambua, na kwa sababu unatambua, umenihifadhi kwa makusudi, na utaki nilivyovibeba vionekane kwa kila mtu. Mungu, hichi tu nilichokibeba ni kidogo, lakini vita yake ni namna hii. Je, vikubwa vita yake nitaiweza? Mungu, naomba unihifadhi. Hata kama kuna mahali nimekosa, ninachojua wewe hujakosa kwa ajili ya maisha yangu. Hata kama kuna mahali nimepungukiwa, wewe hujapungukiwa kwa ajili ya maisha yangu. Hata kama kuna mahali nimekosa, wewe hujakosa kwa ajili yangu. Una vingi ulivyovihifadhi, ulivyovitunza kwa ajili ya maisha yangu. Na yatoa maisha yangu kwako, uyaratibu, uyaongoze. Najua ipo siku moja heshima yangu itarejeshwa tena, hata kama haionekani leo. Maadamu nimebeba kusudi, nimebeba hatima yako, nimebeba visivyoonekana na nimebeba vinavyoonekana, na vyote vitakuwa kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa neno hili, nami nasubiri maelekezo yako, na ninaamini kwamba utanifikisha ulipopakusudia, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pigia Yesu makofi. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Kuna watoto wako umewaficha mahali pasipokuwa na heshima. Kuna watoto wako umeruhusu vitu vigumu vipite katika maisha yao, na unajua na unaelewa kwa nini umeruhusu. Ninachojua Mungu, umewaficha mahali pasipoonekana, ili siku utawatoa hapo, watu waseme, watu wasimulie, watu wazungumze. Hizi ni habari zako, na hawa ni watoto wako. Naomba ukatende, naomba ukafanye, naomba ukajibu kwa ajili ya utukufu wa jina lako Mungu. Asante kwa kila mtoto wako ambaye umemficha mahali pasiri. Najua siku moja utakwenda kumfichua, na mambo makubwa yataonekana ndani yako na ndani yake, maana
amelibeba kusudi lako. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Tuketi. Zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Asante Mungu. Nitaimba sifa zako. Kuna mtu yuko hapa, ni mara yako ya kwanza kuwepo mahali hapa, na umekuja na mzigo wako unataka kutoa katika Kalvari. Kama uko mahali hapa, sogea. Zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Kuna mtu anajiuliza ile swali, kama sio pale, ni wapi Mungu? Niko njia panda, naomba maelekezo yako. Njoo hapa mbele. Kama sio pale, ni wapi Mungu? Mbona niko njia panda? Nipe maelekezo yako. Maana usiponipa maelekezo yako, nitashindwa kuenda ulipo pakusudia, nikaenda nilipo pakusudia. Na nikienda nilipo pakusudia, ni kama naonekana ninaenda kufeli. Nimejiuliza hili swali sana na sijui ninalijibu vipi. Lakini kwa sababu we Mungu umenipa majibu leo ya kukuuliza, naomba tu kwa msaada wako unipe mwongozo. Kama sio pale, ni wapi? Na kama nimelibeba kusudi lako bado umelificha, je, ni wakati sahihi wa mimi
kulifanya hilo kusudi lionekane. Asante Mungu, asante Mungu, mwaka upite asante Mungu, bila kutenda asante Mungu, muujiza. asante Mungu, tenda muujiza. asante Mungu, Yesu, tenda muujiza. asante Mungu, Usiache Mungu siku ipite bila kutenda asante Mungu, muujiza. asante Mungu, Bwana, tena muujiza. asante Mungu, asante Mungu, Yesu, tena muujiza. Wala usiache Mungu, usiache saa inipite bila kutenda muujiza. Yesu, tena muujiza. Tena muujiza. Bwana wangu, Moyo uliojaa maswali, tena Bwana, tena muujiza. Moyo usiokuwa na majibu, wala usiache Mungu, usiache bila kutenda. moyo usiokuwa na majibu, moyo uliojaa panda. Bwana, tenda muujiza. Wala usiache saa ipite. Bwana, usiache. Tunakuomba. Yesu, tenda muujiza. Tena Yesu. Tena. Moyo ulio na maswali, moyo usiokuwa na majibu, Wala usitupite Bwana. Bila kutenda, bila kutenda. Yesu, tena muujiza Bwana. Tena muujiza Lia. Yesu. Tena Bwana Lia. wetu. Lia, toa.